pengine tutazidi kuongezeka in number, maana Mungu ametubariki. Hata leo kumenyesha ishara ya kwamba Mungu ametudhibitisha mahala hapa. Amen. Kumekuwa na a lot of prophecies in our church ya kwamba God has given us this town. Na because God has given us this town, lazima tungeingia katika huu mji. Praise the name of the Lord. Askofu alipokuwa akiomba nimekumbuka Matthew 19 and verse number 28. Matthew 19 and verse number 28. Mwanafunzi wake Peter akauliza, then verse 27, then answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken all and followed you. What shall we have thereof? And Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you also shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that has forsaken houses, brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. Hii kazi ambayo tunaifanya is a great inheritance. There is a great promise which is ahead of us. Praise the name of the Lord. Nilipokuwa nikiwaza nitanena nini, niliwaza jinsi tunahudhuria mazishi mengi. Hata kwa group ya kanisa nimeona tuko na groups mingi, huyo amekufiwa, huyo amekufiwa. And this question came into my mind. Hawa watu wote tunawazika, where are they headed to? Because there are only two destinations, heaven or hell. Na sometimes hata tunaweza soma eulogy, tusome eulogy ambao ni mzuri sana, but if they were not destined for heaven, hata tukinena maneno magapi mazuri, they are destined for hell. And it's up to us to awaken ya kwamba the generation that is living during our times, they will be destined for heaven. We must tell every soul, wherever it is, that hell is real and heaven is real. Mbinguni ni kweli, jehanamu ni kweli. Na nilikumbuka siku moja askofu, tulikuwa na jirani wetu, akakuwa mgonjwa siku moja, akaenda kumuona hospitali. Akamwambia, mzee, nataka kukuombea uokoke. Akamwambia, baba Ndungu, usijali, nikitoka hapa nitaokoka, nitampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Akarudi mara ya pili kumwambia, nataka kukuombea uokoke. Akasema, Monday nitatoka, na nikitoka hii hospitali nitaokoka. Unfortunately, he died without receiving Christ. Kwa hivyo wakati tunanena hell is real, kuna watu ambao ulikuwa unawajua, already they are in hell. Kuna watu ambao ulikuwa ni marafiki zako, ni ndugu yako, ni dada yako, they are in hell. That's why we must have in our hearts an urgency to preach the gospel. And soon and very soon, hii dunia yote sisi ambao tuko hapa, we will not be in this world. Either by death or by rapture, we will not be here. But there are only two destinations, heaven or hell. Kuna andiko Yesu alisoma akasema ya kwamba kuna watu ambao walihubiri kwa jina langu, lakini nitawaambia mimi siwajui. Tukatabiri kwa jina lako, mimi siwajui. Tukafukuza mapepo kwa jina lako, mimi siwajui. Na atawarusha into the eternal damnation, because heaven and hell is real. Lazima our hearts must be pounding. Lazima mdundo wa moyo wetu uwe ni mioyo. We must know ya kwamba right now in hell there is someone. Na nikasoma hili andiko la the rich man and Lazarus. Hii haikuwa parable ama mfano Yesu alikuwa anapeana mfano. This was a real story ambao Yesu alikuwa anapeana. Akasema ya kwamba kulikuwa na tajiri ambaye alikuwa amevaa fine clothes, fine linen. He was clothed in purple. Na huyu tajiri alikuwa anakula vizuri. Biblia inasema ya kwamba
alikuwa anakula lishe nzuri, alikuwa na enjoy life and his destiny. He was enjoying what he was doing, eating well. But there was a poor man, na Biblia inatuambia jina lake aliitwa Lazarus. And this poor man, Biblia inasema ya kwamba alingojea kula makopo ambayo ilikuwa inatoka kwa meza ya mfalme. He was waiting to eat those crumbs that comes from the king's table. Na hiyo ndio ile ambayo ilikuwa anaishi nayo. Na mbwa walikuwa wanalamba vidonda vyake. Walikuwa wanakuja wanalamba vidonda vyake. Ishara ya makufinyiliwa na umaskini na mapepo. Walikuwa wanalamba vidonda vya maisha yake. Ikaja siku moja akafa. Na baada ya kufa, Biblia inasema ya kwamba malaika wakamchukua na kumpeleka katika kifua cha Ibrahimu. Huyu tajiri bado naye wakati wake ukawadia, akafa pia. And he went into eternal damnation. Hell, wakati unafikiria hii, hell and heaven is real. Na nisikia askofu akipatiana story ya John F. Kennedy. Siku moja walikuwa na interact na the great evangelist Billy Graham. Na Billy Graham walikuwa wanazungumza, maana ni mchungaji ambaye alihusiana na marais wengi wa Marekani. Na siku moja John F. Kennedy walikuwa wanapata mazungumzo na Billy Graham, na akamwambia nataka tunene. Na Billy Graham alikuwa na msukumo wa kumhubiria John F. Kennedy, lakini ile siku alikuwa na homa. Akamwambia John F. Kennedy ya kwamba niko na homa kali, nitakutafuta. Only a few days John F. Kennedy was shot dead without having received Christ. Nimekuja kukwambia kwamba brethren, there is an urgency for us to preach the gospel with haste. Na ndio maana this is our year of divine speed. Na tunaweza shangaa tunafungua kanisa, tuko February, tuko na miradi mingi ambayo iko mbele. But as we run with this speed of the Spirit, let's put in mind there is an urgency for us to preach for the people in our city. Because the city belongs to us. The souls that are in this city are in our hands. Na tutaulizwa, what did you do with the souls I put in your hands? So whatever role you can play, run with haste. Biblia inasema ya kwamba the king's matter requires haste. Kazi ya mfalme inahitaji haraka. Kwa hivyo wapendwa, kazi ambayo tunapewa tuifanye kwa haraka. If you are able to finance kwa haraka. If you are able to win a soul, win kwa haraka. Whatever role you can play, do it with urgency. Because the king's matter requires haste. Praise the name of the Lord. Let us preach wherever we are. Let's go wherever we are. We don't know the next day of a person. We don't know the last day we'll be here. But the king's matter requires haste. Praise the name of the Lord. Na Lazaro akajipata kifuani cha Ibrahimu. Na huyu tajiri akajipata jehanamu. Kukuonyesha kwamba hell is real. Na alipojipata katika jehanamu, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaomba, anauliza, si hata unirushie hata tone la maji, because in hell there is dust. In hell there is, naona jinsi tulitorokea joto ambalo lilikuwa joto kali. Kila mtu anajaribu kuingia katika kivuli. Pale hakuna kivuli, ni joto kali. It's a place ambapo hata huwezi wish your enemy kuwa mahala pale. It's a place kama hapa tu karibu we have our prison. Na gereza ni mahali ambapo mtu hafurahishwi. Hell is not a good place to be. And whenever you get into hell, that is not going to be a good place. You don't want anyone of your family to be there. Anyone who is your neighbor to be there. That's why we must do this work with haste. Praise the name of the Lord. So that our brothers and our sisters don't find themselves in hell. Let us preach the gospel with the urgency it needs. And mahali ambapo tumefika, things need speed. Tunahitaji kwenda kwa mwendo kasi. Your input means a lot. Your input to come and preach to someone, it means a lot. Praise the name of the Lord. Kuna mtu alituambia kwamba unafaa kulia kama moyo wako haumlilii moyo mwingine. Unafaa kama huwa haulii kwa sababu ya mioyo, unafaa kulia kwa nini haulii kwa sababu ya mioyo. Let us put this sorrow in us. Ya kwamba we will be groaning and crying, God give us souls. Give us the city of Naivasha. Give us Kanjo.
Give us Naivasha and its environs. All we ask, give us Naivasha. Give us the souls of the men in Naivasha. Give us the souls of the young men in Naivasha. Our hearts and our souls will yearn for nothing else but for souls. Beyond the great things that we are doing in our ministry, our number one priority will be souls for Jesus. Our number one priority will be souls for Jesus. Mioyo yetu italia na itadunda, Bwana tupe mioyo. Praise the name of the Lord. Lazaro akafanya ombi akasema, si hata munitoe hapa, mtuambie ndugu zangu wasije mahala hapa. He was crying while in hell. Leo Mungu akiweza kufungua macho akuonyeshe watu ambao unawajua ambao wako jehanamu, kilio ambacho wanalia, leo ungehubiri hata kwa bidii. Ndio maana we are doing this with an urgency, and we thank God because we are an evangelistic church, and this urgency needs to continue in our lives. That Biblia inasema ya kwamba akawaambia, kama hawatamsikiza Musa na manabii ambao nimewatuma, hata nitume mtu kutoka hapa jehanamu hawatasikia. Praise the name of the Lord. And because of that cry of Lazarus, we are going to preach in Kanjo. Because of that urgency, we will preach in every city. Because of that urgency and the cry of Lazarus, we are going to preach that hell, you are going to Reinhard Bonnke used to say, we are going to depopulate hell and populate heaven. Praise the name of the Lord. I pray in the name of the Lord Jesus that as a church, we will all meet in heaven. That as a congregation, we will rejoice. Tukipata mavuno ambayo Mungu atatupea, we will rejoice together in heaven. Praise the name of the Lord. Biblia inasema kwamba in hell there is cry, there is gnashing of teeth, there is pain, there is sorrow, there is anguish, there is thirst, there is pain, there is, the Bible in the book of Proverbs inasema kwamba the sorrows of hell. I pray in the name of the Lord Jesus that our family members will not enter into the sorrows of hell. Ya kwamba tutavuta as many as we can into the kingdom of heaven. In the name of the Lord Jesus. Intercessors ambao wanaweza kutubak na maombi, pray that the Lord give us the harvest. Endeleeni kutuombea. The evangelists ambao tunaweza enda door to door, let us avail ourselves to come and preach the gospel. Praise the name of the Lord. We are counting a soul each day. Praise the name of the Lord. We will not allow Satan to take the people into hell. Wiki iliyopita tulipita na rafiki yangu tukidrive, tukapita hapo Lang'ata Cemetery. Na akaniambia, siku moja ninataka tu nikuje hapa Lang'ata Cemetery nione jinsi watu wamezikwa. Nikamuuliza swali, kwa nini unavutiangwa? Maana nimemobserve anaongeanga kuhusu kukufa, anaongea wakati obituary yake. Yani nimekuwa tu nikimnyamazia. Akaniambia, nataka kuja kutembea hapa Lang'ata Cemetery. Nikamuuliza, kwa nini mdomo wako umejawa na kifo? Kwa nini uchukue gari udrive all the way ukuje hapa kujiangalilia Lang'ata Cemetery? Kwani wewe na kifo mnapelekana wapi? Lakini nikamuuliza swali akaniambia, kile ambacho huwa kinanisukuma hapa, yani hizi maroho zote zinakuanga tu zimekaa hapa. Ndipo ujumbe huu kanijia wa the rich man and Lazarus. Nikamwambia, sijui kama umewahi fanya chaguo, utaenda wapi baada ya wewe kufa. Unajua wakati nilisoma andiko hili, Yesu alisema ya kwamba kuna watu walihubiri kwa jina langu, nitawaambia siwajui. Hata mimi nikajiita mkutano, nifanye kazi hii yote, tukuje hapa Kanjo tupase sauti tupoteze, aniambie hanijui. Na sijui kama unajiitanga mkutano, unajiuliza, na nitakuwa wapi? Will I be like the rich man or will I be like Lazarus? And that's why it's an urgency for us. The Bible says that if anyone believes in his heart and confesses with his mouth that God raised Jesus from the dead, that man shall be saved. That is our message of salvation that we should take to every creature. Na ni ukweli, wakati nilitazamia hizo makaburi zote nikasema, some of the souls are in hell, some of the souls are in heaven. Brethren, this life is so short.
No matter even if you live 100 years, but two destinations are assured of us: heaven or hell. That is the reality that we must live in within this world. Now, I remember when my grandfather was passing on, he passed on in our house. And I remember akiwa amelala pale akasema, I see a very bright light. And Dad opened the book of Revelation. Akamwambia kwamba wale ambao wanamwamini Kristo tutapatana na wao. Heaven is real. Let us not miss you in heaven because of the things of this world. Heaven is real. Kile ambacho tunapigania sahi, it is the crown that we will have. Our names are written in the book of life. But